sio hiyo. Uwezo wako ni mdogo, watamani mambo makubwa. Maovu mengi hufanyika juu ya tamaa zisizo na mipango. Ulicho nacho ndio chako, ujivunie na uridhike nacho. Wacha tamaa kijana, tamaa mbaya ndiyo chanzo cha maovu. Watu wengi wamepotea gerezani juu ya tamaa, wengine hata vifo. Yote hayo juu ya tamaa. Uwezo wako kimaisha auruhusu uwe na gari. Vipi leo watamani uwe na ndege kijana? Uwezo wako ndio nao uwe na mke mmoja. Vipi leo watamani moja? Wacha tamaa kijana. Anaitwa Lesonyika, anasema kwamba wacha tamaa kijana we, vipi leo jamani? Umeandikwa jana kazi, unataka aje upewe aje 50,000 jamani? Unataka kupewa 50,000 kuliko watu ambao walikutangulia? Tamaa ni mbaya jamani. Tamaa inaweza kukuelekeza ukaenda jela ya bure tu. Sababu ya tamaa. Tamaa ni kitu ambacho inaweza kufanya ukaenda competition ambayo hufai. Unabishana kula pesa na watu ambao wametengeneza millions. Watu wanakula profit, wewe unakula pesa yako yote. Mwisho unabakia wewe mwenyewe huna kitu. Yule mwenye ulikuwa unabishana naye anaendelea tu kukula. Yeye anakula profit. Anasema kwamba Lesonyika kwamba tamaa ni mbaya. Wacha tamaa. Kile chanzo cha maovu. Watu wengi wamepotea gerezani juu ya tamaa, wengine hata vifo. Unajua tukiongelea tamaa, ni tamaa kama gani? Tamaa ya kukuwa tajiri haraka. Muda wako hujafika, unaharakisha, unataka kuwa tajiri na muda wako hujafika my friend. Unapata wengine wanaenda njia zingine ambazo hazifai. Mtu anaenda na make sure kwamba haoni mtu kwa familia yake. Mwisho unapata pesa. Familia yote ambayo ulikuwa unafaa kula na hiyo pesa umemwaga yote chini. Umemwaga kwa maganga huko. Mwisho pia unafuata nyuma. Unajua obvious huko kwingine wakishakusaidia, ukishamalizana na watu wa familia wote, you are the next one. Hakuna mtu mwingine anafaa kujoin hapo, ni wewe ndio unafuata next. Plus na yale yote ambao uliweza kukimbilia haraka. Ni ombi langu tu kwamba kwa vijana, tamaa kidogo, punguza tamaa. Enda tu na ile pesi yako ile polepole tu. Usikuwe na wasiwasi utafanikiwa. Enda na ile pesi yako. Usikuwe tu mtu haraka haraka. No. Ile pesi yako iko tu sawa. Wewe usikuwe na wasiwasi. Mwenyezi Mungu atakubariki tu. Usiende haraka haraka ukajikimbisha kwa vitu ambavyo havifai sababu ya tamaa ya kukuwa tajiri haraka. No. Enda na pesi yako. Kama bado unasoma, soma tu. Usibishane na watu ambao walishafaulu wanakula profit. Tamaa weka mbali, tia bidii, amini ya kwamba Mwenyezi Mungu ataweza kufungulia njia na ataweza kukufungulia njia. Lakini ikifika ni upande wa tamaa weka mbali. Ukitaka maendeleo, eka tamaa mbali kabisa. Sema ya kwamba I'm focusing. Yes. Ukiona rafiki yako amenunua gari, usikuwe na wivu pia unataka kuharakisha wewe ununue gari. No. Yeye kuna mambo yake, biashara yake. Kama ni mienendo mzuri ambayo ameweza kutumia kupata ile gari, yes. Muombe advice. Kama ni njia zingine, si za Kristo, wachana nayo. Always wait for your right time. Time yako ikifika, utaenjoy. Lakini ukikuwa na tamaa ya haraka haraka, maisha itakupeleka speed. Mwisho utafika mahali ulikuwa unataka pale. Ushafika pale, hujui wanajisustain aje pale juu. Mahali ulikuwa unataka pale, mtu anafanya nini ndio abaki pale. So keti chini, observe, learn, jifunze kutoka kwa watu. Sikiliza kutoka kwa watu kidogo ukigadha ndio upate maarifa ambayo ukifika huko mbele unabakia pale kama champe pale mbele. Kwa sababu umekuwa na maarifa na unajua kitu ambacho inahitajika, ndio wewe pale mahali ambapo umekuwa ukitamani pale ufanye kazi. Kama ni daktari pale, ni nini inaweza kufanya usustain hiyo kazi ya daktari? Kama wewe ni mwanabiashara, ni kitu gani ambacho inaweza kukufanya pale ukaweza kusustain kukuwa mwanabiashara topmost na ubakie pale na hata hakuna mtu anaweza kuangusha chini, ubakie gwiji wa biashara.
Ukiwa na tamaa utarudi chini. So make sure kwamba una focus kwanza. Mambo ya tamaa wachana nayo. Ule amejenga nyumba, no, relax. Wakati wako utafika, Mwenyezi Mungu atakuinua na kwa hakika ile nyumba ambayo ulitamani kujenga utajenga. Na itakaa pale mpaka utakuwa unasema, haraka zilikuwa za kwenda wapi? Kama Abraham na Sara walingoja, wewe ni nani? Na Mwenyezi Mungu akaweza kuwatendea. So usikuwe na wasiwasi. Wait upon the Lord's time. Wakati wa Mungu ndio kusema. Wajana wakati ya binadamu, wakati wa Mungu ndio kusema.